Karibu mtazamaji, tuandamani hadi tamati kwenye awamu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo wikendi. Mwenzangu kwa lugha ya ishara ni Miresha Owiti, naitwa Cecilia Wakesho Mathuva. Wanachama wa KANU kutoka kaskazini mwa bonde la Ufa wamempongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kukihusisha chama hicho katika uongozi wake. Wakitoa taarifa kwa vyombo vya habari mjini Eldoret, wanachama hao wamesema kuwa wapo tayari kushirikiana na Rais Uhuru Kenyatta ili kuhakikishia ajenda 4 kuu za serikali zinaafikiwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho katika kaunti ya Elgeyo Marakwet Peter Kipkirui, wamewakosoa wale ambao wanapinga ushirikiano wa Rais Kenyatta na kinara wa chama cha KANU Gideon Moi, wakidai kuwa Rais Kenyatta ana haki ya kufanya maamuzi yoyote katika chama chake. Tunataka kushukuru president yetu ambaye Uhuru Kenyatta, ambaye siku ile tulifanya campaign akatuambia kwamba sisi kama KANU tuko ndani kabisa ya serikali, na sasa tunaona ya kwamba sisi tumeingia ndani. So kwa niaba ya KANU wote tunasema kwamba tunashukuru our president kwa serikali ambayo ametukumbuka, ambayo tutafanya kazi na yeye, tutafanya kazi na serikali kwa chochote ile ambayo tunataka kufanya ili tuinue nchi yetu na vijana na nchi yote. So we are in na tuko hapa kusupport serikali. Tunajua through the stewardship of our chairman Honorable Gideon Moi, we know great things are coming and great things are coming to KANU in a big way. KANU is never people, kuna watu wanasema KANU imefifia. KANU iko na KANU itazidi kukua. And that is why vile tumeingia tu kwa serikali kidogo ukasikia kuna watu huku kando wanalia ati KANU wameingia. Sisi tuko na sehemu yetu katika serikali na KANU iko na KANU itakuwa. Mzee hayati Mzee Moi, Mungu ailase roho yake mahali pema peponi, alisema KANU itakuwa for the next 100 years. Our coalition with Jubilee is not so much about 2022 per se, no. It is about the development agenda that we want to come in. We want to support the president. We want to see to it that the Big Four agenda is taken care of. Naomba tu wale wanalalamika wasilalamike, kwa sababu unajua boma ya mtu akioa bibi yake na akiharibu boma ako na right kwa bibi nyingine. So kwa hivyo wale wanalalamika, hiyo si kawaida. Siasa ya Kenya si story ambaye inajulikana inaanza leo, ilikuwa tangu zamani. Kwa hivyo mwambie hao atulize mpira, tushike kazi, tuende pamoja nao.